Wanasema kuna vitu hapa duniani ambavyo havitakiwi kumilikiwa na binadamu, vitu ambavyo uzuri wake unakufanya upumbazike, lakini bei yake sio fedha wala dhahabu. Bei yake ni roho yako na damu ya vizazi vyako. Hebu tazama jiwe hili. Ni almasi ya bluu yenye uzito wa karati 45, sawa na gramu 9 tu. Inaangaza kama kipande cha anga la usiku kilichonaswa kwenye kiganja cha mkono. Inaitwa Hope Diamond. Jina lake linamaanisha tumaini, lakini katika miaka 300 iliyopita, jiwe hili limeacha nyuma yake mlolongo wa makaburi, umaskini wa kutupwa na vifo vya kutisha ambavyo sayansi haiwezi kuvielezea. Kutoka kwenye hekalu la siri nchini India ambako liling'olewa kama jicho la Mungu wao, hadi kwenye shingo za malkia wa Ufaransa waliokuja kukatwa vichwa, kila mtu aliyethubutu kuligusa jiwe hili alikumbana na mwisho wa giza. Utajiri ulibadilika kuwa umaskini, akili zilibadilika kuwa kichaa, na vicheko vilibadilika kuwa vilio vya kusaga meno. Je, ni bahati mbaya tu kwamba kila mmiliki wa almasi hii alipoteza mpendo wake? Je, ni kweli kwamba Malkia Mary Antoinette aliuawa kikatili muda mfupi baada ya kuivaa? Na je, unajua siri ya rangi yake nyekundu inayotokeza giza linapoingia? Watafiti wanasema ni athari ya kikemia, lakini walioiona wanasema hiyo ni damu ya wale waliokufa akijaribu kuimiliki. Kuonyesha ukubwa, uzito wa historia na hatari inayozunguka almasi hii ya ajabu, kuna ukweli mmoja wa kushangaza sana. Mpaka leo hii, Hope Diamond ndiyo almasi pekee yenye hadhi ya kipekee inayohifadhiwa wazi ndani ya jumba tukufu la makumbusho nchini Marekani. Lakini si kwa sababu tu ya uzuri wake wa rangi ya samawati inaong'aa kama kipande cha anga lililogandishwa, bali ni kwa sababu ya historia yake nzito, historia iliyojaa mikosi, vifo visivyoelezeka na simulizi za watu waliodaiwa kufuatwa na laana baada ya kuimiliki. Almasi hii haionekani tu kama jiwe la thamani. Inaonekana kama kitu kilichobeba siri za karne nyingi. Wataalamu, walinzi na hata serikali yenyewe huihifadhi kwa uangalizi wa hali ya juu sana. Si kila mtu anaweza kuigusa. Si kila mtu anaweza kuikaribia bila mipaka. Kwa sababu baadhi ya vitu duniani havivutii tu kwa uzuri wake, vinaogopesha kwa vile vinavyobeba ndani yake. Katika simulizi hii nitakushusha mpaka kwenye vilindi vya historia. Tutafuatilia safari hii ya jiwe hili kuanzia kwa mwizi wa kwanza ambaye alikuja kuliwa na mbwa mwitu, hadi kwa mwanamke tajiri wa Marekani aliyedharau laana hii na kuishia kupoteza kila kitu, ikiwemo watoto wake mwenyewe. Kaa karibu, zima taa na ufungue akili yako. Karibu kwenye upande wa pili wa utajiri. Hii ndiyo laana ya almasi ya Hope, the Hope Diamond. Safari yetu inaanzia mamia ya miaka iliyopita katika ardhi ya miungu yao na siri nchini India. Katika karne ya 17, ndani ya hekalu la giza lililozungukwa na misitu mizito, kulikuwa na sanamu kubwa la mungu mke aliyeitwa Sita. Macho ya sanamu huyo hayakuwa ya kawaida kabisa. Yalikuwa yakimulika giza la hekalu kwa mwanga mkali wa bluu uliofanya kila muumini apige magoti kwa hofu ya mazingira hayo. Hayo macho yalikuwa ni almasi 2 kubwa za nadra na ghali sana duniani. Lakini tamaa ya binadamu haina mipaka. Inasemekana kuwa mwanamume mmoja, mwizi aliyekuwa na ujasiri wa kijinga, alipenya ndani ya hekalu hilo usiku wa manane. Kwa mikono yake inayotetemeka alilichomoa jicho la kushoto la sanamu ya mungu wao. Na ndipo katika sekunde ile ile ya kutisha, inasemekana ardhi ilitetemeka kwa ghadhabu,
kuta za hekalu zikatikisika kama zinapinga kile kilichokuwa kimetokea. Hewa ikabadilika ghafla, ikawa nzito ya kutisha, kama kitu kisichoonekana kimeachiliwa huru. Ndani ya kimya hicho kizito ndipo ilipozaliwa laana. Hope Diamond haikuwa tena jiwe la thamani tu, ilikuwa imegeuka kuwa alama ya kukosewa heshima kwa nguvu zisizoeleweka. Kitu kilichobeba hasira ya kile kilichoabudiwa kwa karne nyingi sana. Na tangu siku hiyo haikubaki kuwa zawadi ya utajiri, bali ikawa hukumu. Inasemekana kila mkono uliothubutu kuigusa, kila moyo uliotamani kuimiliki uliandamwa na kivuli cha umauti. Ajali zisizoelezeka, maisha kuvunjika ghafla, na mwisho ambao haukuwa wa kawaida kabisa, kana kwamba almasi hiyo haichagui tu mmiliki wake, bali humfuata mpaka mwisho wa maisha yake. Mwaka 1666 almasi hiyo ikaingia mikononi mwa mfanyabiashara wa Kifaransa Jean-Baptiste Tavernier. Tavernier aliliona lile jiwe nchini India na kulihusudu. Alilinunua au labda aliliiba na kusafiri nalo mpaka Ulaya. Alikuwa na ndoto ya kuwa tajiri mkubwa na kuheshimika na wafalme, lakini maskini ya Mungu Tavernier hakujua kuwa amebeba bomu ambalo lingemlipukia yeye na familia yake. Hadithi za kale zinasema kuwa Tavernier hakufurahia utajiri wake kwa muda mrefu. Inasemekana kuwa muda mfupi baada ya kuuza lile jiwe kwa mfalme wa Ufaransa, alipatwa na homa kali ya ajabu, na alipofika Urusi mwisho wake ulikuwa wa kutisha. Alishambuliwa na kundi la mbwa mwitu wenye njaa kali, walioirarua nyama yake mpaka akakata roho porini. Huyu ndiye aliyekuwa mmiliki wa kwanza wa kizungu, na kifo chake kilikuwa ni onyo tu kwa dunia. Lakini onyo hilo lilipuuzwa na mtu aliyekuwa na nguvu zaidi wakati huo, Mfalme Louis wa 14. Mfalme aliliangalia lile jiwe na kusema, hili litakuwa ni moja ya vitu vya thamani zaidi katika taji langu. Hakujua kuwa kwa kufanya hivyo alikuwa amekaribisha kifo kwenye ikulu yake. Je, unajua ni nini kiliwapata watoto na wajukuu wa mfalme huyu mmoja baada ya mwingine? Na je, ni kweli kwamba Mary Antoinette alikuwa akivaa almasi hii siku chache kabla ya kukatwa kichwa chake hadharani? Hakikisha unafuatilia simulizi hii tamu ya kusisimua mwanzo hadi mwisho. Na kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe mapema ili ujiunge na familia hii kubwa ya Abu Fazad. Tunahamia katika ikulu ya kifahari ya Versailles nchini Ufaransa. Mfalme Louis wa 14 aliyejulikana kama Mfalme Jua aliamua kulichonga upya lile jiwe la bluu, akilitaka ling'are zaidi ya kitu kingine chochote duniani. Alilipa jina na kuliita Le Bleu de France, ikiwa na maana bluu ya Ufaransa. Aliliweka kwenye mkufu wa dhahabu na kulivaa kifuani mwake kama ishara ya nguvu zisizoshindwa. Lakini laana ya almasi hiyo haikufichika kamwe. Muda mfupi baada ya kuanza kulivaa jiwe hilo, mfululizo wa vifo vya ajabu ulianza kuikumba familia ya kifalme. Watoto wake, wajukuu zake na ndugu zake wa karibu walianza kufa mmoja baada ya mwingine kwa magonjwa ya ghafla. Mfalme mwenyewe aliyejiona kuwa nusu Mungu alikufa kifo cha maumivu makali kutokana na ugonjwa ulioozesha mwili wake mpaka funza. Almasi ilikuwa imetulia kifuani mwake iking'ara, huku yeye akipumua pumzi ya mwisho ya mateso. Miaka ikapita na almasi ile ikarithiwa na Mfalme Louis wa 16 na malkia wake maarufu Mary Antoinette. Ndani ya kuta za kasri la kifalme palikuwa na kila aina ya anasa zisizo na mipaka, na katikati ya fahari hiyo yote, Mary Antoinette, mrembo mwenye mvuto, inasemekana aliipenda sana almasi hiyo. Aliivaa kwenye sherehe za kifalme, akizungukwa na taa zinazong'aa, sauti za muziki na vicheko vya wasomi.
alikuwa akicheza akitabasamu bila kujua kwamba nyuma ya shingo yake kivuli cha Hope Diamond kilikuwa kinamfuata. Kisha mwaka 1789 ghadhabu ya wananchi wa Ufaransa ikalipuka. Mapinduzi ya Ufaransa yakatokea kama dhoruba. Mfalme na malkia walikamatwa. Katika machafuko yale, almasi ya French Blue iliibiwa na kupotea gizani, lakini kwa Mary Antoinette ilikuwa tayari imechelewa. Ile laana aliyoibeba shingoni mwake ilimalizia kazi yake hadharani. Mbele ya maelfu ya watu, malkia huyo mrembo alilazwa kwenye mashine ya kukatwa vichwa. Kwa pigo moja tu la chuma, kichwa chake kikaanguka na damu ya kifalme ikamwagika kwenye ardhi ya Paris. Kwa miaka mingi baada ya hapo, almasi ile ilitoweka duniani. Hakuna aliyejua ilipo, lakini ghafla baada ya miaka 20, jiwe lile liliibuka tena mjini London likiwa limechongwa upya ili kuficha sura yake. Sasa lilikuwa na mmiliki mpya tajiri aliyeitwa Henry Philip Hope. Hapo ndipo lilipopata jina lake la sasa, Hope Diamond. Lakini je, unadhani jina jipya lilibadilisha tabia ya lile jiwe? La hasha. Henry Hope alikuwa na utajiri usiokuwa na mwisho, lakini ndani ya muda mfupi familia yake ilijikuta ikipoteza kila senti. Na vipi kuhusu yule mwanamke mwingine, Prince Dulumbal, aliyewahi kuazima almasi hiyo? Inasemekana aliuawa kikatili na mwili wake kucharangwa vipande vipande barabarani. Baada ya kupotea kwenye damu ya mapinduzi ya Ufaransa, almasi ile iliibuka tena jijini London ikiwa na sura mpya. Sasa ilikuwa mikononi mwa Henry Philip Hope, mmoja wa watu matajiri zaidi nchini Uingereza. Henry alikuwa na kila kitu: majumba, fedha na ushawishi. Aliamini kuwa almasi ile ilikuwa ni ishara ya ushindi na utofauti wa familia yake, lakini hapo ndipo alipokosea. Laana ya Hope Diamond haikuiharibu familia yake kwa siku moja. Ilikuwa kama sumu inayofanya kazi taratibu. Henry alikufa na almasi ikarithiwa na mjukuu wake, Lord Francis Hope. Wakati huo Francis alikuwa mmoja wa warithi wa mali nyingi zaidi duniani. Lakini ndani ya muda mfupi baada ya kuishika ile almasi, upepo wa balaa ukaanza kuvuma. Francis Hope alianza kupoteza fedha kwa kasi ya ajabu. Kamari, biashara mbaya na matumizi yasiyo na akili vilimtafuna. Ndani ya miaka michache tu, yule kijana aliyekuwa akitembea juu ya dhahabu alijikuta akiwa amefilisika kabisa. Ili kulipa madeni yake, alilazimika kufanya kitu ambacho familia yake ilikikataa kwa miaka mingi. Aliiuza ile almasi aliyoirithi kutoka kwa babu yake. Lakini ubaya wa almasi hiyo haukuishia kwenye fedha tu. Hata hivyo, ndoa yake ilivunjika, mke wake akamkimbia, na Francis alimaliza maisha yake katika umaskini na upweke wa kutisha. Jiwe lile lilikuwa limemnyonya kila kitu, kisha likaenda kutafuta mwathirika mwingine. Hapo ndipo almasi ya Hope ilipoanza safari ya mikoani. Inasemekana iliingia mikononi mwa mwanamfalme mmoja wa Urusi anayeitwa Kanitowiski. Alimpa almasi hiyo mwanamke mmoja mcheza densi aliyempenda sana. Lakini unajua nini kilitokea? Usiku wa kwanza tu mwanamke huyo alipovaa almasi ile jukwaani, mwanamfalme huyo alimpiga risasi na kumuua hadharani kwa wivu wa ghafla. Siku chache baadaye, mwanamfalme huyo naye aliuawa na waasi. Kila mkono ulioshika jiwe hili ulivuna mauti. Inasemekana hata mfanyabiashara mmoja wa Kigiriki aliyeimiliki alipata ajali ya gari na kufariki pamoja na mke na watoto wake wote kwa muda mfupi baada ya kuiuza. Ni kana kwamba almasi ile ilikuwa na njaa ya roho za watu. Lakini mwathirika maarufu zaidi alikuwa bado hajakumbana na jiwe hili. Mwanamke mmoja tajiri wa Marekani, Evelyn Wash McLean, aliamua kuichezea almasi hiyo. Alisema hadharani, "Mimi siamini laana,
na nitaifanya almasi hii iwe rafiki yangu. Alikuwa hajui kuwa amekaribisha janga ambalo lingezifuta ndoto zote za familia yake. Je, ni vipi Evelyn alimaliza maisha yake akiwa peke yake, huku watoto wake wakifa mmoja baada ya mwingine, kifo cha ajabu? Mwaka 1911 almasi ya Hope inavuka bahari na kufika nchini Marekani. Inatua mikononi mwa Evelyn Walsh McLean, mwanamke aliyekuwa tajiri kiasi cha kuweza kununua chochote alichokitaka. Evelyn hakuwa mwoga. Alipoulizwa kuhusu laana ya jiwe hilo, alicheka na kusema, vitu vyenye mikosi kwangu huleta bahati nzuri. Evelyn alikuwa akiichezea almasi ile kama kichezeo cha kawaida tu. Inasemekana alikuwa akimvisha mbwa wake mkufu wa almasi hiyo na kumwacha azurure nao bustanini. Alikuwa akiificha almasi hiyo ndani ya nyumba na kuwaambia wageni wake waicheze mchezo wa kuitafuta. Aliamini yeye ni mshindi juu ya nguvu za giza, lakini laana haikuwa imelala, ilikuwa inasubiri wakati sahihi wa kushambulia. Kwanza, kifo kilimchukua mwanaye wa kwanza, Vinson, aliyekuwa na umri wa miaka 9 tu. Aligongwa na gari mbele ya macho yake. Kisha binti yake mpendwa alikufa kwa kuzidisha dawa za kulevya akiwa na umri wa miaka 25 tu. Lakini laana haikuishia hapo. Mume wake ambaye alikuwa mmiliki wa gazeti maarufu la Washington Post alipatwa na kichaa cha ghafla, akaishia kufia katika hospitali ya vichaa baada ya kuteketeza utajiri wao wote. Evelyn McLean, mwanamke aliyekuwa akicheka na kuikejeli almasi hiyo, alibaki peke yake. Katika miaka yake ya mwisho alikuwa akionekana akiwa amekaa gizani, akiangalia ile almasi kwa macho yaliyojaa majonzi. Alijua sasa kwa gharama kubwa kwamba alikuwa amebadilishana maisha ya watoto wake na jiwe la bluu lililokuwa likimalizia nuru ya maisha yake. Baada ya kifo cha Evelyn mwaka 1947, almasi ilinunuliwa na mfanyabiashara wa vito, Harry Winston. Harry alikuwa na akili tofauti. Aliona damu na machozi yaliyokuwa kwenye lile jiwe. Alijua kuwa hakuna binadamu anayeweza kulimiliki jiwe hilo na akabaki salama. Aliamua kufanya kitu ambacho hakuna mmiliki mwingine aliyewahi kukifikiria. Mwaka 1958, Harry aliiweka almasi hiyo kwenye bahasha ya kawaida kabisa ya karatasi na kuituma kwa njia ya posta. Ndiyo, almasi yenye thamani ya mabilioni ya shilingi ilisafiri kama barua ya kawaida kwenda kwenye jumba la makumbusho ya Smithsonian nchini Marekani. Lakini unadhani balaa lake lilikubali kuondoka bila kutoa pigo la mwisho? James Todd, yule mnyapara wa posta aliyekuwa amebeba bahasha ile ya almasi, alipata ajali mbaya ya gari muda mfupi baadaye. Kama hiyo haitoshi, nyumba yake iliteketea kwa moto na mke wake akafa kwa ugonjwa wa moyo ghafla. Leo almasi ya Hope imefungiwa nyuma ya kioo kizito kisichopitisha risasi katika makumbusho ya Smithsonian. Lakini hata ikiwa gerezani, bado inaonyesha maajabu yanayowaacha wanasayansi vinywa wazi. Unapozima taa na kupiga mwanga wa ultraviolet kwenye jiwe hili la bluu, linatokea kitu cha kutisha. Badala ya kubaki na rangi yake ya bluu, almasi hiyo inaanza kutoa mwanga mwekundu wa ajabu, rangi ya damu mbichi inayong'aa gizani kama mkaa uliokolea moto kwa dakika kadhaa. Wanasayansi wanasema ni athari ya madini ya boron na phosphorus, lakini wale wanaoamini nguvu za jadi wanasema hiyo ni roho ya jiwe inayolia kwa hasira baada ya kunyimwa fursa ya kuua tena. Hope Diamond sasa imetulia. Haimilikiwi na mfalme, malkia wala tajiri. Inatazamwa na mamilioni ya watu kila mwaka, lakini hakuna anayethubutu kuigusa. Labda siri ya kuizuia laana yake ilikuwa ni hiyo tu, kuinyima mmiliki. Je, laana hiyo imekufa
au imelala tu ikisubiri mkono mwingine wenye tamaa uje kuigusa? Kumbuka, utajiri mwingine una bei kubwa kuliko unavyoweza kulipa. Mimi sina maneno mengi, nikuage tu. Mimi ni Abu Fazadi na hii ni The Story Beats.